Ute wa sehemu za siri, ute upi ni wa ugonjwa na ute upi ni wa kawaida? Ute tunaozungumzia hapa ni ule ute wa ukeni, sehemu za siri za mwanamke. Sehemu za siri za mwanamke zina sifa ya kutengeneza ute ambao unaweza kutuambia kama hali iko vizuri au hali iko mbaya, kwamba kuna wadudu wameshaingia, wameanza kushambulia maeneo ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. Aina za ute tumesema ziko mbili. Ute wa kawaida ambao ni mzuri, lakini pia ute mbaya. Sasa tuangazie ute wa kawaida. Kuna aina tatu za ute wa kawaida. Aina ya kwanza ya ute wa kawaida ni ute mweupe hafifu. Yaani unakuwa mweupe lakini haung'ai sana kama rangi nyeupe ilivyo. Ute huu mara nyingi huwa hauambatani na harufu, hauambatani na damu, hauambatani na miwasho wala maumivu. Mara nyingi huwa unaonekana siku chache baada ya hedhi, lakini pia siku kadhaa kabla ya hedhi. Ute huu unaashiria kwamba mwili wako uko vizuri, uko sawa, haupo kwenye kipindi cha ugonjwa, haupo kwenye kipindi cha hedhi, wala haupo kwenye kipindi ambacho unaweza kushika ujauzito. Maana yake ute huu unakuruhusu wewe kushiriki tendo la ndoa bila kusababisha ujauzito. Mwanamke katika kipindi hichi anakuwa huru kushiriki tendo la ndoa na asipate ujauzito. Lakini cha kuzingatia ni kwamba ute huu unakuwa ni mzito kidogo, hauwezi kuvutika sana wala sio mlaini sana. Ute wa kawaida namba mbili ni ule ute mlaini unaovutika kama yai bichi. Ute huu mara nyingi huwa unaonekana siku ya 11, 12, 13, 14, 15 baada ya hedhi. Ute huu mara nyingi huwa ni ute ambao muda wowote mtu akishiriki tendo la ndoa atashika ujauzito. Ute huu huwa hauambatani na harufu, hauambatani na maumivu wala muwasho wa aina yoyote. Ute huu ni ute ambao ni fursa kwa wale ambao wanatafuta mtoto, lakini ute huu kwa yule ambaye hatafuti mtoto anatakiwa akae nao mbali sana. Yaani ukiona ute huu inabidi usishiriki tendo la ndoa kama hauhitaji mtoto, kwa sababu ute huu unamaanisha yai limeshaenguliwa sehemu ambapo linatengenezwa, limesogea kwenye kizazi. Ikitokea limekutana na mbegu ya mwanaume, ujauzito unatungwa. Hivyo kwa wale ambao wanaepuka ujauzito ni muhimu kujua ute huu na kuufuatilia, ili pale ambapo atauona basi akae mbali na tendo la ndoa, na kama ikitokea ameshiriki tendo la ndoa basi atumie kinga, au baada ya kushiriki ameze vidonge vya P2. Nimeshaeleza kuhusu vidonge vya P2 kwenye video yangu, itafute kwenye channel yangu iangalie, itakusaidia sana sana sana. Ute wa tatu kwenye kundi la ute wa kawaida ni ule ute baada ya kushiriki tendo la ndoa. Ute huu mara nyingi huwa ni mchanganyiko wa ute wa kawaida wa kwenye uke wa mwanamke pamoja na manii au shahawa za mwanaume. Mara nyingi ute huu huwa una harufu kali, lakini tofauti ya ute huu ni kwamba ute huu unakuwa sio ishara ya magonjwa, kwa sababu imetokana tu na ule mchanganyiko wa manii pamoja na ute wa kwenye kizazi cha mwanamke. Sasa cha kuzingatia ni kwamba ute huu unatakiwa utoke baada ya mwanamke kujisafisha. Yaani ukishafanya usafi, ukaoga na ukajisafisha sehemu zako za siri, basi ute huu hautakiwi tena kuonekana. Kama ni harufu basi inatakiwa iishe mara moja. Ukiona umefanya usafi lakini siku ya kwanza ya pili bado unaona kuna ute unatoka wenye harufu, basi jua kuna tatizo, na tutaenda kuzungumzia kadri tunapoendelea na video hii. Baki uangalie mwanzo hadi mwisho. Sasa tuangazie aina za ute mbaya. Ute ambao ukiona ujue kuna ugonjwa umeshaingia mwilini mwako na unatakiwa uchukue hatua za haraka sana. Kundi la kwanza ni ute wa kijivu au wa kijani ambao una harufu kali. Mara nyingi ute huu huwa ni ute ambao umesababishwa na bakteria ambao wameingia sehemu za siri na wameanza kushambulia. Japokuwa ute huu huwa sio ute unaoambatana na magonjwa ya zinaa, lakini ute huu huwa unatokana na mvurugiko wa ile balance kati ya bakteria wazuri na bakteria wabaya. Maana yake ni kwamba kuna bakteria wabaya, aidha kwa wale watu ambao wanashiriki tendo la ndoa kwa njia ya mdomo, au umemruhusu mwanaume wako ametumia mate kukupaka sehemu za siri kama kilainishi, kumbe mdomoni mwake kulikuwa na bakteria ambao amewapeleka sehemu zako za siri na
wamepelekea ile balance imevurugika, hivyo umeanza kupata ute huu. Sasa unatakiwa ufike hospitalini kwa ajili ya vipimo na matibabu ili ikusaidie kubalance wale bakteria wabaya na bakteria wazuri, na hii itakusaidia kumaliza kabisa tatizo hili. Tatizo hili ukiliacha, mara nyingi inapelekea ute kuanza kutoa harufu kama makombo ya samaki aliyeoza. Ute mbaya namba 2 ni ule ute mweupe ambao ni mzito. Ute huu mara nyingi huwa unaambatana na miwasho, kuungua, lakini pia kukojoa, unapata maumivu, lakini inaweza kwenda mbali zaidi ukawa unapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Ute huu mara nyingi huwa unasababishwa na fungus. Kwa hiyo ukiona ute huu unatakiwa wahi hospitali, kwa sababu fungus wanapoendelea kubaki kwenye njia yako ya uzazi inaweza kupelekea wewe kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa, kupoteza kabisa uwezo wa wewe kuzaa, au ukaja ukapata shida baadaye kwenye unapofikia hatua ya kutafuta mtoto. Ute mbaya namba 3 unakuwa wa kijani au njano, na mara nyingi unakuwa unaambatana na maumivu ya tumbo. Ute huu huwa unatokana na maambukizi ya magonjwa ya zinaa, hasa kisonono pamoja na kaswende. Sasa unapoona ute wa namna hii, jitahidi sana uwahi hospitalini. Sasa unapoenda hospitalini, hautakiwi kutibiwa peke yako, unatakiwa utibiwe wewe pamoja na mwenza wako ili uweze kumaliza kabisa tatizo hili, kwa sababu ukitibiwa peke yako utaenda tena ukauchukue kwa mpenzi wako, na hili linaweza kupelekea tatizo lisiishe kabisa ndani ya mahusiano yako au ndani ya ndoa yako. Na chanzo cha magonjwa ya zinaa kuzidi kuzunguka kwa watu ni kwa sababu hawatibiwi wote wawili. Mtu anaenda peke yake, anatibiwa, anapona, halafu akishiriki tendo na mwenza wake, basi tatizo linazidi kujirudia, linazunguka pale pale kwenye mahusiano yao. Njia pekee ya kulimaliza ni kwenda hospitalini mkiwa wote wawili. Ute wa mwisho mbaya ni ule ute wenye damu wakati haupo kwenye kipindi cha hedhi. Sasa hapa ni ute ambao unauona ute unakuja wa kawaida, lakini umechanganyikana na damu wakati huo haupo kwenye kipindi cha hedhi. Hapa inaashiria kuna ugonjwa mbaya sana unaendelea kwenye mwili wako, aidha ni kansa ya shingo ya kizazi au hata magonjwa mengine kama uvimbe na vidonda au saratani kama nilivyosema. Kwa hivyo unapoona damu kipindi ambacho haupo kwenye kipindi cha hedhi, kimbia hospitalini mapema sana, haraka iwezekanavyo, ili ukaweze kufanywa uchunguzi wa kina. Mpaka sasa naamini unaelewa tofauti ya ute mbaya na ute mzuri, na ukiona badiliko gani uweze kuchukua hatua na badiliko gani halihitaji wewe kuchukua hatua. Kwa hivyo nakuomba uangalie video zingine kwenye chaneli yangu uweze kujifunza mambo mbalimbali juu ya afya yako. Afya yako, elimika.